Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa nafasi nyingine ambayo ametupa. Tutakuwa na mfululizo wa masomo yetu, somo ambalo linaitwa Roho Mtakatifu na maisha yangu. Roho Mtakatifu na maisha yangu part 1. Tutaanza leo kujifunza somo la Roho Mtakatifu na kuangalia nini umuhimu wa Roho Mtakatifu na kwa nini tunamhitaji Roho Mtakatifu kama kanisa. Jambo la kwanza la muhimu zaidi ambalo lazima tulijue ya kwamba kwa kadri unavyomjua Roho Mtakatifu ndio kadri unavyomuongezea uwezo Roho Mtakatifu kujifunua kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu hawezi kujifunua kwenye maisha yako kwa zaidi ya kiwango unachomjua. Na ndio maana kuongeza kiwango cha kumjua Roho Mtakatifu kunaongeza kiwango cha Roho Mtakatifu na nguvu zake kujifunua katika maisha yako. Na tunaanza katika mfululizo huu kwa sababu kumekuwa na shida sana kwenye kanisa katika nyakati za sasa, namna kutembea na Roho Mtakatifu na namna kujua namna kuweza kumtumia Roho Mtakatifu. Na ndio maana kwa kuto kujua thamani na ukubwa wa Roho Mtakatifu, watu wengi tumezidi kumtumia Roho Mtakatifu kwenye kunena kwa lugha peke yake. Jambo ambalo ni sahihi lakini ni jambo ambalo ni sahihi lakini haitakiwi kuishia hapo. Roho Mtakatifu sio kwa ajili ya kunena kwa lugha peke yake. Roho Mtakatifu sio kwa ajili ya kumsaidia mtu aombe maombi ya muda mrefu peke yake. Lakini kuna ukubwa wa Roho Mtakatifu ambao kama tusipomjua kwa uzuri, hatuwezi tukamfaidi. Na kitu kingine cha maana kabisa ni kwamba uwezo kumfaidi Roho Mtakatifu kwa kiwango kinachozidi ufahamu wako. Ufahamu wako unapoishia kuhusu Roho Mtakatifu, ndio kiwango chako cha kumfaidi Roho Mtakatifu kinapoishia. Kiwango chako cha kumjua Roho Mtakatifu ndio kiwango chako cha kumfaidi Roho Mtakatifu kinapoishia. Na ndio maana ili kuongeza kiwango cha kumfaidi Roho, ili kuongeza kiwango cha kunufaika na Roho Mtakatifu, sababu Roho Mtakatifu ni zawadi ambayo Mungu ametupa. Roho Mtakatifu ni nguvu, Roho Mtakatifu ni uwezo ambao Mungu ametupa ndani yetu. Lakini kama tusipomjua huyu Roho Mtakatifu na kile ambacho amekibeba na jukumu lake katika kanisa la nyakati hizi, tunaweza tusimpe nafasi anayostahili Roho Mtakatifu. Tunaweza tukampa nafasi kidogo, lakini Mungu anamkusudia Roho Mtakatifu tuweze kumtambua kwa upana zaidi. Lakini labda ngoja nikwambie utangulizi kidogo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alikuwepo hata katika Agano la Kale. Tukisoma Agano la Kale mwanzoni kabisa, ukisoma Mwanzo 1:2 inazungumza uwepo wa Roho Mtakatifu, inaonyesha uwepo wa Roho Mtakatifu akiwepo pale kwenye Mwanzo 1 ile sura ya 2. Labda tuisome Mwanzo 1 ile sura ya kwanza sura ya 2, nasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kwa hiyo inatuonesha kwamba Roho alikuwepo katika Agano la Kale. Na katika Agano la Kale na Agano Jipya, utofauti wa Roho Mtakatifu ni kwamba Roho Mtakatifu katika Agano la Kale alikuwa ni kwa ajili tu ya watu fulani. Kwa hiyo kuna watu ambao Mungu alikuwa amewateua kwa ajili ya Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu alikuwa akai na watu. Roho Mtakatifu alikuwa anakaa mbinguni. Na maana mara nyingi unapoona watu nasifiwa na Roho, Biblia inasema Roho akamjilia, Roho akamshukia. Kwa hiyo inatuonesha kwamba Roho alikuwa anashukia watu katika nyakati hizo. Kwa hiyo Roho alikuwa akai nao, alikuwa anawashukia kwa ajili ya jukumu maalum. Na ndio maana hata Samsoni ili awe na nguvu, kuna wakati ambao Roho alikuwa anamchukia na anampa kuwa na nguvu. Kwa hiyo ndivyo ambavyo katika Agano Jipya, katika Agano la Kale ilikuwa. Kwa hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya watu fulani. Ilikuwa ni kwa ajili ya makuhani, ilikuwa ni kwa ajili ya watu walioteuliwa na Mungu, ilikuwa ni kwa ajili ya watu ambao Mungu amewachagua ili waweze kuwa na Roho. Lakini katika Agano Jipya, moja kati ya upendeleo tulionao ni kwamba Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya kila mtu, na Roho Mtakatifu hayupo aji ili arudi tena mbinguni, yupo kwenye maisha yetu. Na makao katika Agano Jipya, makazi ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Na ndio maana ukisoma Wakorintho wa kwanza ile sura ya 6 mstari wa 19, Wakorintho wa kwanza ile sura ya 6 mstari wa 19, pale ukisoma inazungumza, anasema hivi: amjui ya kwamba amjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu. Anatuonyesha kwamba huu mwili tulionao ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa anatuonyesha kwamba makazi ya Roho Mtakatifu katika Agano Jipya ni makazi ambayo ni mwili wetu. Mwili wetu au miili yetu ndio makao yenyewe ya Roho Mtakatifu. Kwa tangu siku ya Pentekoste ambayo